Mheshimiwa Padri Yohanes Mlinga pamoja na wenzako, Mheshimiwa Naibu Askofu Katoliki la Afrika na ndugu zangu wote mliokuwepo hapa, msifu Yesu Kristo. Amina. Basi kwa niaba ya mpadri wazawa pamoja na watawa wazawa katika Ewasa, lakini pia kwa niaba ya mapadri wa jimbo la Iringa, tumia nafasi hii kumpongeza Padri Yohanes kuingia katika idara hii ya uskofu. Karibu sana katika idara hii. Karibu sana. Nimejaribu kutazama mitandao tunaona jezi za mfilini iliwahi kuwepo kama nikaona hakuna. Basi unaingia kwenye idara hii ambapo kanisa limepewa jukumu la kugawa sakramenti, na wanao gawa sasa sakramenti hiyo ni mapadri, wewe mapadri wa sakramenti. Sasa kuifikisha au kufikisha sakramenti hizo kwa watu inategemea namna unavyozifikisha. Ukizifikisha vizuri zinapokelewa vizuri, ukizifikisha vibaya zinapokelewa vibaya. Kwa hiyo kama mwanzoni kabisa mwa upadre, basi tengeneza mazingira mazuri ya kuweza kuzifikisha hizo sakramenti ili zimtambulishe yule aliyeziweka sakramenti hizo. Kwa hivi jitihada yako katika utendaji, basi utakuwa unatoa mchango mkubwa katika uinjilishaji. Shirika la Mashuu na shirika Padre Dennis katika seminari aliwahi kuja parokia ya Ugoro watatibu hapo wakihimiza mito ya shirika wakati huo kwa kuendeleza mito. Basi naambiwa kwamba katika matokeo ya ziara yao kama nzima, basi Padre Dennis alikuwa matokeo ya kuvua sasa wakati ambao Padre Ilenga wale hao wa shirika walikuja Ilanka, wao walivutika sana, walikuja kwa mafia. Padre Yohanes akakundika na yeye akavuliwa akaingia katika shirika hili. Kwa hiyo siku ya leo watavuliwa wakati. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuendelea kukua mito hiyo katika shirika lenu la damu azizi. Ni washukuru wote mliosaidia kumlea mpaka amefikia hatua. Ni washukuru wanaofyande kwa sababu sasa wameondokana na kundi la bidhaa ambavyo hawajawahi kuwa bado. Basi na jambo vile ambavyo basi wengine wanaenda wanarudi, wengine hata wao kurudi hawako. Kwa hiyo nijitahidi kama basi hata kuleta kurudi, lakini wengine basi waweze kupatikana katika jambo kusudi kuwe na uwakilishi, kila kigango kiweze kuwa nao uwakilishi wa mapadri wa watawa. Kazi hii ya uinjilishaji inahitajika sana kwa kipindi hiki, kwa sababu idadi ya waamini wanaongezeka, lakini na mafundisho potofu yanaongezeka sana. Kwa hiyo tunahitaji wahudumu ambao watafanya miradi kwa ajili ya kuwapatia mafundisho sahihi. Kwa hiyo kipande basi idara hii ya kupiga sana lazima kutuma sana, lakini lazima kutathmini. Baada ya kuchoka, ndio nimechoka, basi nimeuliza nimefanya nini? Kwa sababu leo ukachoka, lakini ulichofanya pengine hakina manufaa sana kwa Yesu Kristo.
Kwa hivi kujitahidi kujitambua, tambua karama zako, tambua vipaji vyako, lakini tambua pia kasoro zako ili upate kuzirekebisha na uweze kufanya kazi vizuri. Kwa hivi basi mimi nikutakie mwanzo mwema, basi utuwakilishe vizuri sisi watu wa Wasa huko tunapofanya. Yaani tusisite kulitaja jina lako, tusiwe na hofu, tuwe na hamu ya kulitaja jina lako kutokana na kazi njema unazofanya huko, kwa sababu usipofanya vizuri tutakuwa tunaogopa hata kusema huyu Padre anatoka katika Wasa. Unasema anatoka karibu katika Wasa kwa sababu ya damu na mwili tunavyotekeleza ibada vizuri, ili na sisi tujivunie kwamba unafanya kazi yako vizuri, unatuwakilisha vizuri, na hatimaye watu wengine watavutika, wataweza kuingia katika wito huu. Basi wote washukuru kwa matayarisho yenu mliyofanya, ninyi wa hapa Wasa, ninyi wenzetu ambao wametoka Dar es Salaam, kwa yote mliyofanya kwa ajili ya kufanikisha swala hili ambalo baba yetu amelipata. Basi Mungu awabariki nyote, na Mungu akubariki, na Mungu alibariki shirika lenu. Tumsifu Yesu Kristo.